Mwanchu morigereria Wensoko TV uburusumu mugusine mambie ndengi yari tukeriga ria 15 narimo asumutinyo mutangani umwako yewe chilfu 2025 no muno kugenda kwa arimo kwagenderere bya kwabokere bya kuranda onsi asora semambie abona ase ubonchereria asobokoreria sega asigusa asemiremo yago gusanda onsi asore ogendera tukubwatia emeroberi onsi Wensoko TV kuro chinse 12 cheke mambigo ikeraboni ngana ningo kwariga ni chinse chigayenye goikaisana na mochi abona mubaso asigo chigosangana kumurekera ali agendera tukokorekana ya etire nabo yara chikubwatia kuru asechi sector ime na isiko yense yaito ya Kenya. Karibu tusange asubu ama wetera somo tandao kwekerero Facebook na boiga sensemeria ya YouTube Wensoko TV namba yama wasilane mambia bono ase ujumbe nyenge nigere noti isano na ibere isano na isatu isano na isatu isano na mara gatano omwere obeka isato ase ujumbe nyenge na boigo ase simi ege konyarikana uchigwa kabadai nkoirora ere noti isano na ibere isano na isatu isano na isatu isano na mara gatano omwere obeka isato. Karibu tusange asubu ama gochakira bono gwika omwerio rietariane Ishmael Mogere. Karibu Mwanchu morigereria mambia bono asomo chakano chinga kyumurai wense Dr. William Samuel Ruto agendera tokora umurobiri obwo kwenda na chibesa gutia saba saye gwetera sumurobiri umanyikaine buna nyota nigaba na inchi nabarai bago kairo umurobiri uyu bwo gosira basaye eri kwegendere kurua se chi county cha Machakos Makwere na Kitui abwase umurai wense Dr. William Samuel Ruto araite umurobiri uyu yamase yamugwika ase ensemo yo kambani turaligereri naralia yagendera tekurua sensemeyo na mono insi umurobiri uyu iga wabasaye insi chibesa chia nyota. How was the training? Did you learn something? Yeah, I learned a lot. Yeah, nikasoma vitu mingi kuhusu business. Yes. Vitu sikuwa najua. So nikuwa na biashara yangu. Nitakuwa na hiyo knowledge. Okay. Yeah. So kwa sababu sasa umepata 50% of your grant. Yes. Uko na mpango gani Naomi? From last year, nilikuwa na mpango ya kuweka cosmetics. Ulikuwa na? Mpango ya kuweka cosmetics. Cosmetics. Na juu sikuwa na enough fund. Nyota imenisaidia. Naona nitaweka nini yangu. Yeah. Kuna mtu amekuuliza pesa yoyote ndio ufike hapa? No. Hakuna mtu amekuuliza pesa? No. Hakuna mtu amekwambia upatiane hongo? Hakuna. Mimi nataka nikuulize. Yes. Ni kwa sababu unajua chief? Hata sikuwa namjua at that time. Nasikianga tu jina but the moment tulienda hiyo ndo nilimjua. Ndio ulimuona pale? Yeah. Ndio ulimuona pale? Yeah. Sio ya kwamba MCA amekutuma No. ama mbunge ama connection ama anybody. So it's just a process, wewe mwenyewe umejituma ukasonga ukafika hapa. Yeah. That is the essence of this program. We need to demonstrate that we can fight corruption using technology. Yeah. It is not a must for you to know anybody. You must not have a broker. There must not be patronage. You can benefit from a program like this without anybody intervening. Sawa? Yeah. Sasa, umepata pesa kwanza? Nishapata. Hebu nione. Naona peli umepata chapa. Yeah, nimepata. So, what are you planning to do with it, Becky? Okay, mimi na plan kufungua mtumba shop. Nitakuwa na deal na nguo za mitumba, I'll go for bells. Nimework for 2 years, niko na experience. Nimetamani sana kuwa na business yangu. Shida ilikuwa tu capital. But sasa nimeipata. I have to open it. Na mimi naitwa William. Umewahi kuniona mahali? Wapi? Siwe ni bazu, kila mtu anakujua. Lakini hivi uzo kwa uzo umewahi kuniona kweli? Emali. Wapi uko? Emali. Oh, you come from Emali? Hapana. Hapo nilikuwa nafanya hapo. Emali. Eden Mart. Eden Mart. Eden Mart. Ulikuwa unafanya hapo? I've been to, nilikuja kuongea na watu hapo siku nyingine. Okay, very good. Yes. Sasa si unajua ile barabara ya Emali tunajenga sasa? Ya Ukia. Ya Ukia. Hiyo ikiwa na bazu itaisha.
Na ule muungwana anaitwa Mwengi. Si ndio? Tunapambana na hiyo barabara. Msikuwe na wasiwasi. Hiyo barabara nitajenga, nitamaliza. Sawa? Na Mheshimiwa Rais, wewe ndio rais ambaye pia umeweza kuwapanga vijana katika kila sehemu na kila nyanja. Umeangalia vijana na umeweza kuwapanga ili waweze kuchangia katika maendeleo ya Kenya. Na wakati ambao uko na ruwaza ya kuhakikisha Kenya pia inakuwa kama Singapore, siku ya leo hapa Machakos, hawa vijana wote wako katika safari ya Singapore na imeanza hapa na wao. Mambo haya ambayo ya pesa ya biashara ambao watapata leo ni njia moja ya kuhakikisha wameweza kuchangia uchumi wao, uchumi wa jamii na uchumi wa Kenya. Na hii ni nafasi yako ya kipekee wewe kufanya biashara na kuendelesha maisha yako vizuri, ukiangalia vile Kenya inaendelea mbele. Hii pesa ni kuanzisha biashara. Najua wengine pangine wako kwa biashara tayari. Ni pesa ya kuanzisha biashara. Biashara yako ikikua, tuna pesa zile serikali pia imetenga ambayo wewe unaweza kwenda pale na hiyo pesa ukope na kusaidie kunawiri biashara yako. Tuna Hustler Fund ambayo nyinyi mnajua, na ukiwa najua nyinyi wengi wenu mko katika Hustler Fund, si ndio? Mtu ambaye akona plan, akona maono, hii pesa itamsaidia. Na wale wanasema pesa ni kidogo, tunangojea yao pia tuongeze. Wale nilipata nafasi ya kuongea nao watu wa Machakos, tulikubaliana pesa ya Nyota si ya kutuma fare. Tulikubaliana hivyo. Tulikubaliana. Na vile Susan amesema, hata wale wengine, huo msichana hapo hapa, hata yeye amepewa yake. Kwa hivyo usitume fare. Gotina nayo abwatikene chibesa chia Nyota bona tiatumurikire ayabwatikene chisemi magaya machibi ya matemu a KCSE 2025 korarigwa ase kiaeta niga baibori beskuru ya Chimwokta kuru ase county ya Narok bakoriro kurobekana asa machibu amabe osimagega ya machibu mabe kororekana kuru ase semo ya borokiwa abaibori abo nigo baorokirie ogotagokiwa kwabo n'abarimu abo batebire okonyora chinga kichinyinge nigo bakora ebintu bingao ribaga ryokurwa bokoreri obwo buganiri guchiase aborokiwa. Kuja hapa kwa niaba, tumekuja maandamano ya kwanza kutoka hii shule ijengwe. Tumekuja leo maandamano ya kwanza, tujai kufanya maandamano hapa. Tumesikia uchungu kwa hii shule. Watoto wa sekondari hakuna hawawezi kupita kwa hii shule. Sijui ni kwa sababu gani. Kuna sekondari ilijengwa hapa juzi lakini ati wamekuwa namba moja. Wamekuwa namba moja na hii shule inaitwa mama ya shule. Sasa mama ya shule inakuja ile mtoto huko chini inakuja kurudisha mama ya shule iende nyuma kwa nini? Na tuko na walimu. Ile kitu inaendelea hapa ni corruption mtupu. Watoto ya shule tunalipa pesa hata hatujui ni ya nini. Wanakuja hapa kwa darasa walijenga ofisi kubwa. Ukifika huko kwa ofisi wameweka kwa makiti wanakaa soso wako kwa nini kwa bank. Wako kwa bank mtandao tu wanakunywa chai na TikTok, alafu wanaambia watoto endeni shule. Hakuna masomo, watoto wasomi, kufika jioni hakuna masomo. Shindwe pepo mbaya. Sasa hiyo tumesema kuna booster kama hii. Hakuna kazi inasaidia kwa hii shule. Hii pesa hii booster inaenda wapi? Kabisa. Na wazazi wanalia hapa. Watoto wanalia, watoto wanaumizwa kama hata wale wako prison wafanywe vile wanafanywa watoto hapa. Kwa majina ni Philip Tonui, mkazi wa Chemokter. Na ni mzazi wa Chemokter. Shule mbili zote, sekondari na ya primary. Kwa hapa tumekuja maandamano dhidi ya unyanyasaji au unyanyapaa ambayo inafanyika hasa shule ya primary.
kuna nyanyapaa kubwa sana. Asa kuhusiana na mambo ya fedha. Kila mwaka kujao kuna ongezeko la fedha. Si ya mwalimu, si ya nini. Hata juzi kuna mzazi hasa jana. Kuna mzazi alikuja kuleta mtoto wake kutoka shule nyingine. Pindi alipofika hapa akaambiwa kuna pesa za maendeleo 1,500. Hiyo ni corruption. Hiyo ni ufisadi. Mimi naambia wazazi wasichukue sheria kwa mikono yao. Wakiwa na shida yoyote, kuna ofisi ama idara ambazo zinashughulikia maneno yao. So wahakikishe kwamba wamefuata hizo procedures ambazo zinahitajika ili kusije kukafanyika mambo ambayo tunaweza sema wamechukua sheria mikononi mwao. Sababu watu wesi amka asubuhi moja alafu unakuja kufunga shule, hiyo haiwezekani. Ni vyema kama uko na malalamishi napitisha idara husika ambazo zinaweza kusuluhisha shida zenu. Wacha nimshukuru Mungu wakati kama huu kwa mchana hii. Mimi ni kwa majina naitwa John Rotich, mkaaji wa Chemwokter. Leo tumekuja shule hii kuandamana. Ndio. Kwa mambo ya masomo. Hakuna masomo shule hii. Sasa tumekuja hapa, tumefunga hii shule mpaka utakapo watu wa elimu atuletee watu wapya. Magio ni kipko. Gotigana na Mwancho Murieli abamenye korwa ensemu ya Isiolo nigo basokire na kugokera na gokoro kurubikana kwa marembe magiga y'umorokyo monene we skuru ye secondary ya Elsa kunganyo kurase skuru eyo bamenye abo nigo bairere buna ase amatemu KCSE 2025 nige skuru eyo yakore buya insi yo mwarimu oyo ase bamokire kyombe gyo kuri kaborkya ebere mu TSC ase okumunganya go TSC skuru ego chakabono ase baganiriye airaniwe. Kwa majina yangu ninaitwa Joyce Nairesia, mdogo wa mwenyekiti wa BOM Elsa Secondary School. Ninamshukuru Mungu siku ya leo kwa sababu ya siku hii ambapo Mungu ametupatia. Tumeungana hapa, tumesimama hapa watu wa Elsa, community ya Elsa kutoka Burat ambayo iko katika kaunti ya Isiolo, tukilete kilio yetu na malalamishi yetu kwa kutolewa kwa mwalimu mkuu wa Elsa Secondary School. Sisi kama jamii tumestuka sana, maana hata kisa na mahana ni kwamba matokeo ya 2025 KCSE results zilitoka na tumefanya maajabu katika mtihani. Watoto wetu wamepita wote, tuko na miniscore ya 5.4 na badala sisi tu celebrate ni kama tunalia kwa sababu tumestukia kwamba mwalimu wetu mkuu Bwana Bosco Ekale ametolewa, amepigwa transfer, na kitu cha kuchangaza ni kwamba amepelekwa shule ambaye hata haijaanza. Kwa hivyo letu sisi tunalia kwa nini ni kama TSC ni kama inasusha huyo mwalimu madaraka ama inamuharibia sifa ya utendaji kazi. Kwa sababu ninajua unapotenda kazi nzuri unazawadiwa na kupromotiwa ama kupatiwa promotion kwenda kuwa director. Nilikuwa nafikiri Bwana Ekale anaenda kuwa director kwa sababu ya ile utendaji kazi amefanya katika shule ya Elsa. Okay, kwa majina yangu mimi naitwa Joseph Lorunyei na mimi ni member wa board katika shule ya Elsa Secondary School, na ningependa kuchukua nafasi hii kuunga wenzangu mkono ama mwenzangu ambaye amenitangulia Joyce kwamba tunakashifu vikali sana transfer ambaye imeletwa na TSC office kwa kumtoa principal wetu wa Elsa Secondary School. Elsa iko katika kaunti ya Isiolo na hii shule ilianza mwaka wa 2017. Iko na miaka kama 9 sasa hivi, na hii shule ilianza na shida nyingi. Tulipata through Isiolo North MP's office, ilianzishwa na Mheshimiwa Samal, na tulipitia shida mingi, na wakati ambao tulipoanza ilikuwa chini sana,
na Ekale alipoingia kama principal alikuta mini score yetu iko chini, tulikuwa 2.8 na sasa ameiondoa kutoka 2.8 ametufikisha 5.4, na kwa hakika sisi tulikuwa tunatarajia kwamba mtu ambaye anafanya kazi vizuri, Mswahili anasema kwamba chada chema uvishwa pete. Kwa kinyume na hiyo, yeye ni kama anaadhibiwa, ni kama anaondolewa mamlaka, ni kama anavunjwa moyo. Jina naitwa Margaret Aaron. Mimi ndio mzazi wa hiyo shule. Wanafunzi ambaye hata amefanya mtihani hii mwaka ni wangu, mmoja ni wangu na wamepita. Sasa wakati tulisikia kwamba Ekale amepigwa transfer, tulishikwa na butwaa tukiwa wazazi. Hasa sisi kina mama tumeshindwa makosa gani alifanya, na kama hata kuna makosa, kuna bodi ya shule. Kitambo mwalimu apigwe transfer, kama kuna shida, si lazima bodi kuje iongee na wazazi, ionekane kweli hii mwalimu amefanya makosa. Sasa hakuna bodi imekaa, wazazi wajajua. Sasa sisi badala ile furaha tulikuwa nayo, tufanye sherehe juu watoto wetu wamepita. Wajawahi pita tangu hiyo miaka hii Elsa ianze. Sasa sisi Ekale amesoea sisi kina mama. Sasa sisi hatuna mbele na nyuma, sisi tunategemea kibarua, tunategemea makaa ama saa ingine maragwe. Asa mimi ninakujanga hata naambia Ekale, mimi sina chochote, maragwe ndio hii, haina bei, nitafanya nini? Ananiambia mimi, mama lete maragwe. Anapima hiyo maragwe, ananiokolea mimi school fee nusu kwa hiyo maragwe. Sasa mimi ninafurahia Ekale juu anajua shida yetu na ametusoea. Sasa hii msichana ameletwa principal, hajajua shida za wazazi. Bado ni mchanga sana. Ajui wazazi vile wanakaanga. Si atakuja atukimbize hasa saa hii grade 9. Hii grade 10. Saa hii wameangamia kabisa, wanaenda hivyo, wameshindwa ataenda hata kueleza huyo principal nini. Juu sasa kuna wengine hawana transport ya kupeleka mtoto, kuna ule amepigwa Kisumu, wajia sijui wapi, na kuna single parent, na kuna wale hawana mbele na nyuma, hata wengine orphans hawana mbele na nyuma. Huyo Ekale anajua hiyo watoto yake. Mwenye orphans, single parent anajua vile anapeleka, vile ana nini, na hajawahi fukusa mtoto tangu aingie. Kwanza hiyo yangu tangu aingie, mimi nakuja tu naambia Ekale na ananisikiza mpaka kamaliza juzi. Sasa mimi ni furaha, sisi tulikuwa na tumesema afadhali kama ni Ekale, sisi tutafute namna tusherekee na watoto yetu kabisa na tufurahi, na hauwezi enda tena. Sisi hatutaki principal mwingine, tunaomba mimi hatutaki kabisa. Hii ni Januari na sisi tunaanza na njia ambayo si mwafaka. So kwa kitu ya kwanza, mimi naitwa Wilson Carbon. Na mimi ni kijana kiongozi ya vijana katika kaunti ya Isiolo, na mimi ni mkaaji wa Burat. Kitu ya kwanza, mimi ni mzazi. Niko na mwanafunzi kwa hii shule ambayo inaitwa Elsa. Na nimekuwa na wanafunzi wawili. Mmoja alishamaliza na mwingine saizi yako ndani ya hii shule. Kuna kitu mimi nataka niongee leo. Mimi nimesikitika sana na ninasikia vibaya sana kuona ya kwamba mwalimu ambaye amenisomesha mwanafunzi na akapita saizi yako college kwa hii shule, inasemekana kwamba halitolewa na njia ambayo sisi wote mpaka board hata wajui. Hiyo kitu haitupendezi kabisa. Tena sana sana kama sisi vijana. Sisi kama vijana, hii shule ndio backbone ya hii area. Wanafunzi wote wamejaa hapa. Gotigana na yo Hassan Semuyende chinga kiama kia ODM kagendera kwebanga bosi wabo chori amana bo mwaka wetili 2025 nebere nigaba gwate nibe kiame kyo nigo baganirie ogo chamo gwe kiama kyo ODM ne kiama kia UDA erigo chikubwatira na korosia serikali yenga kia yo kuna bakoerera ase mambia eyega. So katika hapa mkoa Magharibi sisi tunataka kuunda ile team, kwa sababu tayari mliona UDA waliunda team ambayo inaongozwa na Ken Lusaka. Pia upande ya ODM na wale ambao tunashirikiana nao
pia sisi tunataka tuunde team strong sana, ndio tukienda sasa kuweka nguvu zetu zote pamoja, tunapata kwamba mkoa wa Magharibi itaheshimiwa kwa ile kura ambayo sisi tunasema tunataka kupeleka pale kwa ile broad based government. Hiyo ndio lengo letu kubwa, hatutaki kutapatapa. Tunasema kwamba pia kama hapa Busia tumekubaliana kwamba sisi tutaendelea kuwa kwa broad based, na wale wako hapa tumekubaliana, na pia wamesema tukitoka hapa tutaenda kuzungumza na wabunge wetu, the elected members of parliament, ili tuweze pia kuwaeleza vile tumezungumza hapa in a broad based manner. Kutakuwa na wa ODM, kutakuwa na wa UDA na wale wote ambao wana support kwamba tuendelee kuwa na mazungumzo. Kama kiongozi wa wengi katika bunge la Busia na kwa niaba ya broad based, nataka kusema ya kwamba heko kwa kamati yetu ya Central Committee ya ODM, tunataka kushukuru sana mkutano ambao mlikuwa nao na ni mkutano wa bora. Nataka kusema ya kwamba sisi kama viongozi wa Busia tunamuunga mkono 100%, na tunataka kuhimiza viongozi wote hapa Busia na Western Region tuweze kuungana pamoja, tuweze kuunga broad based government ili tuweze kufikia malengo yetu. Jambo lingine ambalo nitataka kuomba viongozi ni huyu wakati ni wakati ambao tunahitajika kama county tusonge pamoja mbele na county zingine. Na hiyo wakati nataka kumhimiza vile gavana na sisi viongozi wote tumesema tunataka kumkaribisha kiongozi wa chama Daktari Oburu kwa mkutano wetu. Nataka kuwahakikishia kwamba hakuna wasiwasi katika chama. Chama iko imara. Hata kwa nyumba ukizaa watoto 5, wote watabehave same. Mwingine atakuwa mpole kama mama yake, mwingine mkora kama baba yake, mwingine mrefu kama mjomba yake, mwingine ajielewi kama shangazi yake, mwingine sikuwa wanapachika tabia ya mtoto na mtu. Mimi sijasema wazee ni wakora, nimesema tu kwa hivyo pia kwa chama kuna watoto werevu, na baba Raila Amolo Odinga alichanua sote pale ODM. Ukiona mtu hakuna mzubao pale, na ndio unaona kila mtu amechemuka na kila mtu anajua na kila mtu ameiva na kila mtu anasema baba aliniambia. Mimi pia baba aliniambia. Hii chama haikufi, haififi, haikatiki. Wenye wanataka chama ikatike, hao ndio tutakata wakwende. Na kunanga gap kwa chama. Wakikwenda tuna replace immediately. Chama kubwa kama ODM hatuwezi leta mchezo na mchanganyiko hapo. So anybody who will be used to destroy, to divide chama, yeye ndiye ataibika. Mnanielewa? Lakini watu wako soba wanajielewa. Na saa zingine kama wewe ni supu, lazima uringeringe kidogo. Unajua Charlie anaweza kukuapproach. Siku ya kwanza wewe unaitwa Janet lakini unamwambia unaitwa Karo. Akikwambia anakupeleka kwa mkahawa mahali, unamwambia hiyo siku uko very busy, you are not available. Arudi tena abembeleze. Na unajua every time unasema you are not available, anatafuta challenge kubwa zaidi. Anainua your worth. So that is ODM. We are not easy. We are not cheap. We must sit on a table and negotiate good. Jubaba aliacha seed mzuri. Ukiona Sifuna, uone Junet, Gladys Wanga, Catherine Omanyo, Milly Maboni. Sio watu wa kupeleka hivi haraka kwa sturungi hapana. Lazima kuwe na cream tea, Yes, na waongeze peanut butter. Ama waeke sijui blue band hii. But sisi ndio tumepita blue band, si ndio? Kwa hivyo chama iko imara. Na hivyo tunataka tuheshimishe baba Raila Amolo Odinga. Kifo ni yetu sote. Hakuna mtu aliapply akaambia Mungu chukua baba. Mimi iliniuma tu vizuri, tena bado nikikumbuka tena inaniuma. Yani kupoteza baba na kuaccept is still very hard for me. As a girl who was raised with no daddy. Tena nikapata daddy tena ameenda. Nikasema tu hiyo kama ndio ulitaka Mungu. Tena mimi nimezoea kujikuza, kujitetea, mwenye kunikaribisha, mimi huyo ndio naitanga tena baba.
Kwa hivyo ule mimi nitakuja na yeye hata mimi. Niseme sasa chama tumeamua hivi. Kubalini tu huyo kwa sababu ndiye atatukuza. Broad based. Hapo ndio baba alikuwa ametuingiza. But pia tu kwa broad based lazima tena tu negotiate. Waongee vizuri na wajipange sawa. Tukiona vile wanasema hakuingiani tutasema hapa ongezeni ama tukutane 2020. Hasa ya watkene no bonchirili kruase orobebe rwabusia nigo basokire na kwemurunganiria magiga yo bonchirili osema ga yobo chori bonene mense ya Uganda obwo batebiruna ebyasara guso bonchirili wabo nigo bwabere insamono asabono bonchirili kruase ensemo ya Uganda nigo bakyanire goswa hime ya Kenya asogokora obonchirili tiango turarire nali agendere kruase ensemeyo yo mubaga egati ya Kenya na Uganda. Wafanyabiashara wengi wanasafiri na mabasi zetu. Sasa hivi wamepungua kulingana na kura ya Uganda, wanaofia labda itakuwa fujo. Sasa wameogopa kuja huku. Mpaka wa Rwanda, Waganda wote sasa wameogopa kuja huku. Mpaka wa Rwanda, Waganda wote tunawabeba wakienda kuchukua vitu Nairobi. Kwa hivyo sasa hivi wamepungua kulingana na hofu ya kura ya Uganda. Waganda wengi usafiri kwenda Kenya, lakini mambo ya kura imeharibu kazi. Kazi imeshuka sana. Ukiona hapa hivi watu ni wachache. Waganda wanatoka huko kuja kununua mavitu pande ya Kenya. Pia hali imekuwa ngumu. Sasa biashara ndio imeshuka tu. Biashara ya matatu, abiria wengi wanatoka Uganda, wengine wanakuja kununua manguo pande ya Kenya. Sasa hii hatuwaoni. Vile hapa ni border town na kuaga imechangamka sana, watu wanakuaga wengi sana. Kutoka Uganda pamoja na wa Kenya wakichanganyika watu ni wengi sana. Around hapo utapata kuna mlolongo watu wengi sana hapa. Sisi tulikuwa nataka tu wachague kwa usalama, kura iende amani, alafu biashara irudie kwa sawa. Sisi kama wakaaji wa Busia, mara mingi nguzo ya Busia hapa hivi imekuwa ni biashara, na tuko na sekta tofauti kama upande wa kuabiri gari na biashara hapa hivi Busia. So kwa majirani wetu hapa wa Uganda wamekuanga nguzo na tegemeo kwetu sisi wakazi wa Busia, kwa sababu wateja wengi upande wa kibiashara tumekuwa tukifanya exchange, au wanakuja wanatupromote na sisi pia tunaenda kwa promote upande wa vitu kama mafruits nini. So kwa hii uchaguzi ambayo inaendelea leo imejaribu kuleta tofauti kubwa kibiashara, kwa sababu tunaona wateja, idadi ya wateja kidogo imefifia, imerudi chini, na pia upande wa kuabiri magari, tuko na magari unaona vile hata kuna gari tangu asubuhi mpaka saizi haina hata mteja mmoja. Waganda wamekuwa ndio wanasafiri, wengine wanatupromote wanaenda mpaka Isili, wapi, Nairobi, wengine wanakuja kununua vitu wakienda kuuza kule wanatupromote, na wengine leo imejaribu kuleta tofauti kubwa kibiashara, kwa sababu tunaona wateja, idadi ya wateja kidogo imefifia, imerudi chini, na pia upande wa kuabiri magari, tuko na magari unaona vile hata kuna gari tangu asubuhi mpaka saizi haina hata mteja mmoja. Waganda wamekuwa ndio wanasafiri, wengine wanatupromote wanaenda mpaka Isili, wapi, Nairobi, wengine wanakuja kununua vitu wakienda kuuza kule wanatupromote, na wengine pia wanatoka huko wakuja. Sasa kulingana na uchaguzi ambao uko kule Uganda, hata sisi ambao tuko hapa tunashangaa. Ni kuzuiwa, wamezuiliwa kwa barabara au wameongoja wapige kura kwanza ndio wakuje biashara iendelee kawaida? Hatujajua ni nini kinaendelea kule, lakini upande wa idadi ya wateja imerudi chini kidogo. Ile kitu ambayo ningeomba ni kitu moja, ni majirani zetu, na jirani pia ni mtu muhimu. Tunawaombea wakati wako kwa uchaguzi hivi, uchaguzi uwe wa haki na uchaguzi uwe wa amani, kwa sababu tunawatarajia. Kusema kweli, uchaguzi wa Uganda imetuaffect pande ya biashara, pande ya abiria, imetuaffect pande mingi sana. Sasa hatuna kazi, si wafanyakazi wa basi, kama basi kasa iendi Kampala, Masha iendi Kampala, hata saa hii Bebeto haikuji Nairobi. Basi ya Kigali ndio imesimama hapa kando, mnaiona imetoka Kigali, imeshinda hapa.
Kuanzia saa hii tunaanza kurelease gari kuanzia saa 11 alfajiri. Basi inatoka kusafiri kutoka nchi ya Uganda wakija Kenya kununua bidhaa na pia wakisafiri sehemu tofauti nchini. Tunapata ya kuwa hiyo movement imekuwa restricted. Kazi wa basi kama basi kasa iendi Kampala, Masha iendi Kampala, hata saa hii Bebeto ikuji Nairobi, basi ya Kigali ndio imesimama hapa kando, mnaiona imetoka Kigali. Imeshinda hapa. Kuanzia saa hii tunaanza kurelease gari kuanzia saa 11 alfajiri. Basi inatoka kusafiri kutoka nchi ya Uganda wakija Kenya kununua bidhaa na pia wakisafiri sehemu tofauti nchini. Tunapata ya kuwa hiyo movement imekuwa restricted. Hamuna ile usafiri ambayo imekuwa kama kila siku. Mimi kama clearing and forwarding, ukiangalia kando yangu huwa tunakuwa na magari mengi sana yale ambayo yanaingia na kutoka. Leo barabara iko wazi kabisa, kumaanisha hakuna movement, hakuna biashara ambayo inaendelea kati ya Kenya na Uganda. Leo hii ukiangalia kando huku na huku utaona watu ni wachache. Ni kwa nini? Kuna hiyo independent kati ya Uganda na Kenya. Wakenya wanategemea Waganda, Waganda wanategemea Kenya. So the other side ikiwa Nyamano mwancho murigeri ase okubwati onsi mambia bona ikomene isaro choka cha tigere chira chinsa isano chabona mambia goikirabu asensementangani no tokora bekire koma kidogo turagenda mutimo komoke turasiumiri chiduka na baadaye ningirane na yanda mange emambia yabono. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Chomano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chinde chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yoboikirano. Emanya mange na boigo bwatra Nensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Ensoko TV Uboroso bw'umugusi. Daiketaoni ya Nyamira na rena shauri zangwe Ngaroromo ijana Umotu wataya mabwari Murigeri bwa Ensoko TV Oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwaboki orosete uikaransitero ya ubwo yandajita sekeruko orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa ole bakalia omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetera amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imegata seni Ensoko TV tuchikumirana naye kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya
amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Tomo chako tengere merobreito yogose mia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga chance asengencho yao eyariganie asobo tengari butari no mubwekano ero tokurigiriria lingana ligoteba ensoko ya masisenia na Pastor Nixon Matara. Cast tie pardons upon who? The Lord. Ekere toko mosemerinya sai ekatone chinchera chobo nya sai nokonyora kurenga kia bantu banya sai okonene kaura otebanga njena wenet kuno ikarasta ngwa wenet akipi oyesa ataku kali tukrejwa mos chinsa isano na mwishamu baso gweka chinsa isano na ibere ichamu baso baka oje great controversy ye esegiye nene bakase chingoko ekabase chiombe ekabakase sese yasi buwenya role kumetinga wa ime Yensoko TV oje gusaba kubolinga gusaba kuligwa saba ditwa chikoro muruire bara mbyangwa chokanie ebago tebango yogose como elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Yensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Mukabora ingerango oyechigo sori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayebuno motiotire bwechigo sori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Yensoko TV. Ibono ngekuchunchugere kokwalineria na kokwerera chigo sori ao obwikiranu. Tomo chako bwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosari webegi iyokolyo keraritko oliye Jumamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ebwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Rumba music. Ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chine gochacha kiriko choga ya rumba naboigo ntokwe baba sai aba bakulwa jijendi emiziki akogenda bwange bwate chia talaku Le général Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote Etaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukolie Jumamosi kati ya saa 10 uweka Ensa AM ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama
matuko amaega obugima bwakira rituko bwomugusi nigo bware gusirwa n'oburemi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomugusi Mwanchumo ligareria Bwensoko TV oboroso bwomugusi Inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa yama yakorwe nsoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi nabwo litukoria Jumamosi enseyamo nechinsa isatu chabotuko elio nchiko komanya mangana maya buna nyara kobaga gwateka kurwa se chinsemo ao rogongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi nabwo chi county chonsi emirongene na isano na ibere Ensoko TV oboroso bwomugusi Mugusi omwancho muligereri niga ruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Ensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango Mirna na bari chinguru erikwe manya bona wataka kuchitanya chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kige kos kiamesa yamangana maya ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira rituko bwomugusi nigo bware gusirwa n'oburemi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera litukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera lituko tomocha Eye ne Ensoko TV oboroso bwomugusi Mwanchu mwariria Ensoko TV chida ikanisa tochoka chira tigere chira gichinsa isano chiabona mambia ekerekerengo kwarigania asensemo eyega yende ya kabere ekero tuguchigo kwanira iguru yo muroberio gwekera boni ga okorekanire chinsemo isano ne mugose nintude ya gatano narimo oyo rumuroberio oyo oretune serikali ya Kenya kwanza nzero baraibwa Daktari William Samuel Ruto erigo sira basae na boigo no muroberio bwokwena na chibesa gutia sabasa as gwekera boni ga omosae nigaganire konyaro gwika chilefu chilifu emerongo ebere na ibere ina trachu kwanira emambia jabono muroberio yiga nigo chagite asentude ntangani kurose county ya Kakamega ogasoa ase county ya Uasin Gishu ogasoa ase county ya Nakuru no enanwa ase ensemo ya Nyeri na kurwabwo bakagenda ase ensemo ya Samburu neri tukoregoro nigo yarenge ezamu gose abamenyi bech county cha Machakos Makueni na Kitui na barabwo banyorete ribaga lyokonyora chibesa echiga gose abasaye kurase enseme
biakaruka ribono tuchikorire naro ine kurwa Machakos ngaibono muraibwense arachagende gochikorwa gochakire ikiende ase ukwene kina basaye konyora bare chibesa ichiga ina turachukwanire mambi yabono abwo ase kerenge kanene niguru yokwenana chibesa chimanyikaine buna echa nyota tubwati wetera senchiri mutandao bwekerera Facebook na bwigo YouTube and Soko TV nambia mawasiliano enoti 5 5 ne mumara gatano omwere obeke isato ase ujumbe enyenge nabwe konye kureneri borio nabo kubatu karibu liria ugali ase comment section ase semo ya Facebook ko ase ujumbe enyenge na baadaye ekonyarkana chikonyara liba wakesimi eri okorwa libo liriago emambia yabona kera tukwanira iguru y'omurubiri uyuga onyota no mugeri otuchi gusanganere mambia bono oikremie studio na kire bya mwargani erio agokwani gosagosogerie mambia yabona kurandonsia asare kera gutumanya amarieta no nyana asa aiboire nga yarwete yani background ya yenke mambia yabono. Karibu sana. Asante sana. Bien Soko TV. Thank you so much. Okay, salimia mtazamaji asbia leo. Thank you so much. Njenkoro ku Cliff Agwata, mimi ni mfanyakazi wa serikali, nafanya na Micro and Small Enterprise Authority. Na MSEA ni shirika ambayo iko kwa Ministry of Cooperatives, MSME and Development, wale ambao wanajua waziri anaitwa Bwana Uparanya. Na pia tuko na PS ambaye anaitwa Madam Susan Mangeni. So katika hii shirika ambayo inafanya MSEA institution area serikali eko konya abana biashara abake na part of the mandate ile tunafanya ni kushirikiana na wanabiashara wadogo kwa jinsi za kutengeneza ajira na pia maneno ya kufundisha mambo ya business. Hiyo tunaita capacity building. Na haswa katika hii shirika kuna projects ambazo ziko katika shirika hii ya MSEA, tunaita MSEA Micro Small Enterprise Authority. Ndopwate chi projects ibere eyemwerie bokonya abasae youths and specifically by the name of that project inaitwa National Youth Employment Towards Advancement. In short tunaita nyota. Ile ambayo mmekuwa mkisikia vijana wakipatiwa pesa ili waweze kusaidia kutengeneza ajira kwa kufungua biashara. Na nyota si pekee kwa ile upande wa kupeana pesa. Ni project ambayo iko na components kadhaa, components karibu 4. Ya kwanza ni ambayo mnasikia inaitwa recognition for prior learning. Umepata haswa kwa committees zetu mashinani. Kuna changamoto kubwa sana, unapata kuna wale ambao wako katika poverty. Hawawezi kuweza ku-raise pesa za kutosha ili kuweza kuenda shuleni na ku-formalize ile skills wako nayo. Kama ni wale ambao mechanics wanafundishwa kwa polytechnics na pia wale ambao ni chefs ambao wanafundishwa pia kwa polytechnics, washonaji wanafundishwa kwa polytechnics. Lakini haswa unapata kuna changamoto katika communities, vijana wengi wazazi wakiwamalizia kuwafundisha form 4 ama hata wengine ambao waliacha wakiwa primary hawana pesa za kuenda hizo institutions. Lakini unapata ule kijana ameenda kwa garage pale Kisii daraja 2 ile jua kali ambayo iko hapo. Kijana huyo ameweza kuwa mentored na mtu anaitwa master craftsman, yule mtu ambaye ako na ujuzi for example wa kufungua engine ya gari mechanic. Akaenda pale akakuwa attached pale akajifundisha kazi, basi na yeye akajipatia nafasi pale, mteja akikuja anafanya kazi. Lakini shida ni kwamba ule kijana hana certification ya kusema kwamba he is qualified in a certain skill, for example the mechanics. Project hii ya nyota inapatia nafasi kwa watu kama hao waweze kujiregister na nyota na waweze kupata hiyo mafundisho ambayo watapata examination, inaitwa recognition for prior learning. So institution ambayo inaitwa Kenya National Qualification of certification wanakuja wanafanya test. Na hii haswa inafanywa kulingana na shirika kama NITA, National Industrial Training Authority. Wanaenda pale, vijana anakuwa attached kwa miezi kama 6 hivi, baadaye anafanya mtihani. Na mtihani hii si ile ya kuandika, ni mtihani ile ambaye anafanya practical na akishamaliza anapewa certification. Hiyo ni component moja ya nyota. Ingine inaitwa on the job experience. Hii haswa mtaniruhusu niongee kwa Kiswahili. On the job experience ni ile ambayo kwamba kijana anaweza kuwa attached, for example mahali aweze kufanya kazi, na baada ya hiyo muda ambapo anaenda kufanya kazi anaweza kujifundisha skill. So ya kwanza tuliongelea wale ambao wako na ujuzi lakini hawana
certification. Hawana certificate. Lakini hii inaongelelea sasa ni ule kijana ambaye ametoka, for example, ameacha shule kwa sababu hana pesa za kutosha. Ameenda kwa mtu kama mimi, for example, mimi ni mjuzi wa kushona manguo. Mimi nitakuja pale nilipwe na project hiyo ya Nyota ili niweze kupatia huyu kijana ile skill ambayo niko nayo yenye najidumu katika kimaisha. Aweze kusoma, na baada ya kusoma ni anaweza pia kulipwa na project fair kila siku kuweza kuja kufundishwa. Na baada ya hiyo muda ya karibu wiki 6 utapata ule kijana anapatiwa some skills, vitu kama financial literacy, vitu kama socio emotional skills, ndio hata akimaliza anaweza kuweza kuuza ile sera ambayo amefundishwa katika ile kazi. Hiyo ndio tunaita on the job experience. Haya, ya tatu ni component ambayo ile haswa watu wengi sana wanaijua, inaitwa business support. Business support ni component ambayo iko kwa hii Nyota ya kusaidia vijana na startup capital. Yani kijana anaweza patiwa pesa taslimu ya 50,000. Na hiyo pesa it's either number 1 kijana ambaye already yako na biashara. Hiyo pesa ataitumia kuongeza kwa ile biashara ya kujiendeleza kwa ile biashara yake. Na kuna pati nyingine ambayo yule kijana hajawahi anza hata biashara sababu for example hana pesa za kutosha. Kijana pia huyo ambaye yako na idea anaweza pia kuapply katika hii Nyota aweze kupata pesa za kufungua biashara. So hasa kwa ujumla Nyota ni project ambayo inajaribu kutengeneza ajira kwa vijana. Na tukiangalia Kenya hii ya saa hii kuna changamoto sana kubwa ya ajira. Kazi zile ambazo ziko kwa private sector hazitoshi. Kazi zile ambazo ziko kwa government sio nyingi ambazo zinatosha. Na ukiangalia ile tabia ambayo tumejifundisha kama Kenya ni kwamba ikifika upande wa shule, yule ambaye amepata A wakati zetu, yule ndio mtu anajulikana, yule ndio mtu anaweza kujikimu kimaisha na atakuwa very successful. Lakini tunasahau kwamba sio kila mtu wako na ile akili ya kusoma kwa darasa. Lakini kuna wale ambao wanafanya kazi ya mkono na wengi haswa ndio unapata wanaajiri hata wale wamesoma na ni mamilionea huko nje. So ile component ya tatu ndio ningependa kuzungumzia. Hii Nyota inaweza kufanywa application namna gani? Hii project ni project ambayo inaweza kukua for the next 5 years. Na ni project ya kusaidia vijana katika kutengeneza ajira vile nilisema. Na inahusika na kijana umri gani? Kuna umri kwa vijana between 18 to 29 years. Au ndio vijana ambao haswa wale wenye eligible. Yes. Nyota inaangazia vijana kama hao. Na vijana hao wakuwe wale ambao wako form 4 level and below. Lakini pia tunaweza kufika hadi 35 years kama ule kijana ni mlemavu. So wale ambao wako na disability project inaweza kubalia mpaka 35 years. Tunapoendelea kuzungumzia hilo, wakati unaangalia zile takwimu ambazo ziko hapa ambazo kama serikali mmepatiana, kuna ile side ya 820,000 ambapo ni unemployed young people, wale ambao mnataka kufikia kama serikali. Alafu kuna pande nyingine ya pili ambao ni 90,000 youth wale wenye mlikuwa nasema wanafaa kuwa placed into work and enterprise. Alafu kuna 20,000 youth wale wanafaa kuwa certified kwa hii system ya RPL. And then kuna 110,000 ambapo wale wa kujiendeleza biashara. And so ukipiga hizo takwimu zote utapata ni kama tunazungumzia kitu kama mita 1 na kupita kwenda juu. Ile swali ambalo liko hapa ni mavijana ni wengi sana kando na kuzungumzia umri kwamba ni umri kutoka hapa hadi hapa. Huenda kuna mavijana pale ambao wamepeleka mavijana kama tuseme 5 million. So how do you do sampling ndio tukuje kufikia kwamba wale ambao tunataka kama maybe kutoka county fulani tunataka hii namba county fulani hii namba ili tuafikiane na ile nambari ambayo mnahitaji kama serikali, kwa maana sio kila mtu ambaye utafanikiwa. Before nijibu hiyo swali, ningependa kuwajulisha kwamba Nyota ni project ambayo imekuwa kwa serikali hata iliyopita. Na ni project ambayo ilifanya vyema sana kutengeneza ajira kwa vijana. Before hii project ya Nyota iweze kuitwa Nyota, ilikuwa inaitwa KYOP. Walikuwa wanaita Kenya Youth Employment Opportunities. So hii ni project ambayo imekuwa for the last almost inaenda kwa for the next 10 years. We have already covered 5 years ambayo ikiitwa KYOP. Swali liko hapa ni lile, mbona haikuwa inajulikana wakati huo? Yes, I want to answer that question very well. Ukiangalia vyema, tuko kwa msimu wa teknolojia. Na vijana wetu wengi sana wako online. Si ni kweli?
Project hii ilianza ikiwa KOP na ilianza na kama pilot. Ilianza na specific counties. Na kuna specific counties ambazo walikuwa wanaweza kuapply ili kuweza kubenefit. Ukiangalia ni project ambayo inajaribu kusolve a problem ya unemployment. So ilianza as a pilot na ikaanza kwa specific counties. Na vile ilifanyika enzi zile iliweza kuwa very successful. Ndio maana ikana sasa this now can be able to be implemented fully across all 47 counties. So sio kwamba ilikuwa ina limit. Ni project ambayo ilianza na kitu kama feasibility. Ione kama hii opportunity is it going to create employment, na ikaweza kuwa very successful. Na sasa kwa sehemu hii imeweza kuwekwa kwa counties zote 47 counties. Na nitajua kuna swali ambayo wengi wataniuliza, mbona tu kati ya miaka 18 mpaka 29? Ukiangalia kwa hii project kuna kitu inaitwa framework. Framework ya project inakuwa na sababu kwa nini inaweza kuja kwa nchi fulani. Na framework yake ilikuwa kwamba wale vijana ambao wako very vulnerable. Hata ukiangalia kusema kweli between 18 to 29 years vijana wengi number 1 hawana mwelekeo wa maisha. Si ni kweli? Wengine wamekumbana na maneno ya poverty. Walitoka kwa familia maybe hawana opportunities za kutosha za kuwapatia ajira. But ukiangazia vijana wengi ambao wako katika miaka 30 mpaka 35. Wengi sana naweza kusema number 1 ni mtu ambaye ameanza kujielewa, ni mtu ambaye ameanza familia yake. Ukiangalia vijana wengi kati ya hizo miaka, let me just be honest, wengi ni watu ambaye wanajua I have to do this ili niweze kujikimu kimaisha. Na utapata wengi wako na mafamilia na kuna watu wanawategemea. Lakini wale ambao wako kati ya 29 to 18 years, wengi sana ndio project hii iliona kwamba these are the vulnerable age group. Na walikufanya zile survey wakaona kwamba wengi ambao wako pale ndio wanakumbana na shida nyingi sana. Na hasa wengine mpaka wanafika level ya kuingia kwa mihadarati, na hata wengine wanaweza kuwa wakora. So project hii kulingana na framework ilichukua hiyo miaka sababu ya ile feasibility study ilifanyika. Na ukiangazia hizo miaka unapata wengi wale ambao wana benefit kwa project hii sio wale ambao wako college kwenda juu. Ilikuwa ina focus form 4 level and below. So inamaanisha yule kijana ambaye aliachia shule class 3 atapata opportunity ya kuweza kujiajiri na kufundishwa mafunzo ya biashara. Kuna kitu inaitwa life skills na social emotional skills. Hizi ni vitu ambazo haziko hata kwa syllabus ya shule. Na ukiangalia wengi ambao tunamaliza hata college, bila hizo vitu hauwezi hata operate biashara. Ni ukweli. Hawezi hata relate na watu nyumbani ukawauzia mboga ama hata ile kitu kidogo ambayo uko nayo. So hizo ndio vitu ambazo tuna focus kupatia watu kama hawa ambao wako vulnerable. Yule ambaye aliachia form 2 sababu nyumbani hakuwaipata school fees ya kutosha. Yule ambaye amemaliza form 4 lakini mzazi hana pesa ya kumwelekeza aingie college ili aweze kupata skills. Lakini ukiangalia katika biashara, wengi ambao wanafanya biashara wamejifunzia katika biashara hata sio shuleni. So project hii kaona tukiweza kufund vijana kama hawa na akili ya biashara, na baadaye tukiwafundisha tuwapatie pesa za kufungua zile biashara na zile ideas wako nazo. Very many out of 100,000 tunaongelelea wanapa startup capital. A lot tutapata almost 70%. Wakikuwa very serious na wafungue something, wanaweza kujikimu kimaisha. Yes. Sasa turudi pale kwa lile swali ambalo lilikuwa ni system ama tunaweza sema ni formula gani ambayo mnatumia ili kusema ya kwamba kati ya hawa milioni 5 ambao wamefanya application, wamejijasiri ili kupata hii pesa, lakini wale ambao sasa mmepitisha ni only labda 1 million. Okay. Nitazungumzia haswa kwa ile component ambayo mimi kama ofisa nafanya kwa shirika langu. Hii inaitwa ile ya business support, ile ambayo vijana wanapewa grant. Na hii ni component ambayo already imeshaanza kuwa implemented na imeanza mbele ya hizi component hizi zingine. Hii ya business startup iko na over 100,000 beneficiaries. Na ni namna gani, how are we selecting equally according to all 47 counties? Tunafanya aje hiyo selection? Kitu ambayo ningependa kujivunia sana katika project hii ni kwamba project hii haina any human intervention. Hakuna ile ambayo kwamba mimi kama ofisa nitasaidia kwamba wale watu wa nyumbani kwetu waweze kupata zaidi kushinda wale ambao wako sehemu kama Garissa. Hii tunaangazia at least
70 youths from every ward across the country. So ukiangalia ile level of inclusivity imeweka to the ward level, the grassroots kabisa, at least 70 from each ward ndio wale ambao wanachukuliwa. Na inafanywa haji, ni system ambayo inafanya selection. Ni kitu ambayo inaitwa randomization. There is no human interaction. Okay. The only process ni kwamba kijana anaweza kufanya application through *254#, which is very very simple. Mtu hata kijana yule ambaye hana simu ya smartphone, so long as ako na laini na amejiregister na Safaricom, anaweza kufanya *254#. Hiyo inaitwa financial inclusion platform. Kwa hiyo *254# atapata hapo segment mingi sana. Na hiyo ni opportunity ambazo ziko kwa serikali kusaidia wanabiashara. So ya kwanza atapata pale, atapata ni gani? Hustler Fund. Si ni kweli? Akiangalia Hustler Fund, hii ni opportunity ambayo inasaidia wanabiashara wote. Kitu ya pili ambayo akifinya hiyo *254# atapata ni kitu ambayo inaitwa Women Fund. Women Enterprise Fund. Hii ni fund ambayo imewekwa kwa serikali kusaidia wamama. Kitu ya tatu atapata pale sasa ni ile Nyota Project. Akidial hiyo *254# option 3 Nyota Project, akifungua pale atapata options zile ambazo ziko kwa components za Nyota. Ya kwanza ataona hiyo business support, ya pili ataona hiyo aspect ya RPL, na pia ataona hiyo on the job experience. So akisha select for example ya business support hii ya grants, ataweza kuweka details zake pale. Na kumbuka tunaangalia eligibility criteria ya 18 to 29 years, form 4 level and below. And only up to 35 kama uko na disability. Anaweza kuapply hivyo. Akishafanya application, kuna maswali zile ambazo watatumiwa. Ni kitu inaitwa entrepreneurship aptitude test. Hizi ni maswali ambazo inawaambia, it's just a small session ya kuwafundisha kuhusu biashara. So it's a multiple choice. Unajibu number 1 ama number 2. Utapata mfano wa swali na kuuliza, Mora alinunua stock ya 100. Akakuja akauza 50. Akapata profit ya 20. Unaona? Inakufundisha very small bits ambayo juu ya biashara. Okay. Na akishafanya entrepreneurship aptitude test, ndio itaenda kwa process ya randomization. Computer itafanya selection randomly. Na there is no human intervention kwamba kuna mtu ambaye anafanya selection mwenyewe. Ni kitu ambayo imekuwa set kulingana na requirements, na the number of counties, na the number of wards, na the beneficiaries ni wangapi. Okay. So kulingana na ile application, kijana akienda kufuata eligibility criteria na apite, bas system tamchukua na aweze kuitwa forward. Lile swali ambalo liko hapa ni kuhusiana na ule mfumo ambao mnatumia. Nchi yetu ya Kenya kuna zile sehemu ambazo huenda upande huo labda hata masomo watu hawajasoma, kwa maana ukiangalia pale umesema lazima ikuwe maybe form 4 level and below. Na kuna zile sehemu ambazo labda hata kama mnasema ni form 4 level and below, labda hajui kusoma ama hajui kutumia hata hiyo simu, lakini huenda anataka hii pesa na anataka kusaidika kutoka kwa serikali. Na kuna zile sehemu zingine unajua si kama Nairobi ambapo labda huenda unatazama televisheni yako ama labda uko na smartphone, na kuna njia zingine zile mingi ambazo unaweza jua yale ambayo yanaendelea nchini. Na kuna zile sehemu zingine labda kama Northeastern, zile sehemu ambazo ziko mashinani humu ndani kabisa, huenda hawajui jambo lolote lile ambalo linatendeka kutoka kwa serikali, ama serikali imepangia nini vijana wa mama na mambo mengine. Ili kuhakikisha kama serikali kwamba kila mtu anafikiwa na hakuna yule ambaye anabaki nyuma. Ni kipi ambacho kinafanyika ama huwa inafanyika namna gani? Ndio sikuje kusemekana baadaye kwamba sisi hatukuambiwa ama hatukuwa tunajua kwamba kuna jambo kama hilo. Asante sana. Kwanza kabisa ningependa kushukuru serikali kwa kuweka systems. Ukiangazia kwa kila location kuna watu ambao wanaitwa chiefs. Ni kweli? Kwa kila location na Kenya hii kuna watu wanaitwa MCAs. Na kwa kila county kuna ward representative at ward level. So ukiangalia hiyo structure ambayo iko kwa government both at the county and national level, utapata tuna officers wako spread out up to the grassroots level. Hata hiyo sehemu kama Garissa. Project hii mpaka tuna component ya 1500 ya wale ambao ni refugees. Pia hao ambao unajua kuna refugees ambao walikuja Kenya wakazaliwa Kenya, hao pia nao ni wa Kenya. Project hii imewapatia mpaka hao opportunity. How 5000 refugees to get this opportunity. Kile ambacho najivunia sana ni tukifanya implementation ya project hii, na nitashukuru rais kwa hiyo kazi,
aliweza kuongea na ofisi ya county commissioner. Mnaelewa very well tuko na 47 counties na kila county iko na county commissioner. Na chini ya county commissioner utapata pale kuna ma DCC, utapata kuna ma ACC, utapata mpaka kuna ma chiefs. Na kitu ambayo najivunia sana kwa project hii ambayo tunaifanya ya Nyota ni kwamba tumeweza kuengage structure hii ya serikali ili kuweza kuhamasisha vijana at the grassroots level. Hata wale ambao hawana uwezo kwa kuwa hawana simu, wanaweza kutembea kwa ofisi ya chief, wanaweza kutembea kwa ofisi ya ward representative, ofisi ya MCA, ili waweze kuelekezwa ni namna gani wanaweza access project hii. Na pia kitu kingine ningependa kusema ni ya kwamba ofisi yetu ya MSEA tuko na officers across all 47 counties. Na kazi yetu ni kufanya hii collaborations na ofisi kama hizi za chiefs, ofisi kama hizi za ward representatives, ili kuweza kufikiria wale pia ambao hawawezi kuapply kama hawana simu. So upande wa uhamasisho tumejaribu sana kufanya katika hali hiyo na pia katika mitandao kwa wale ambao wako na simu. Okay. Yes. Kwa katika upande mwingine tulikuwa na Hustler Fund. Yes. Na ukiangalia Hustler Fund pale ni pesa ambayo ulikuwa unapewa kama mkopo na unarejesha hiyo hela. Yes. Na katika Nyota Fund swali hilo tu, ukishapewa hiyo pesa ni pesa ambayo umepewa, unarejesha hiyo pesa baadaye ama ufai kurejesha. Na pia utazungumzia kuhusiana na kuna swala la savings ambalo umesikia rais akilizungumzia sana. Pia kwa Nyota kama vile kulikuwa katika mpango wa Hustler Fund, pia hapa kwa Nyota kuna savings. Utaunganisha hayo maswali mawili. Alafu katika upande mwingine kando na kuwa na labda na savings huenda hiyo pesa wakati unapea kijana umemwambia ya kwamba hii pesa unafaa kwenda kuanzia biashara. Je, kuna namna ambayo mnafuatilia kuhakikisha kwamba ile pesa ambayo tumepeana kama serikali labda kwa vijana 8,000 kutoka labda ni county ya Machakos, kuna namna ambayo mtakuja kufuatilia baadaye ili kujua ili kufuatilia kujua kama hiyo pesa ilifanya kazi ama haijafanya kazi, ama mtu alichukua hiyo pesa. Nasikia rais akisema usichukue hiyo pesa uende kuitumia kujivinjari na kupiga sherehe nayo. Ni namna ama ni njia gani ama ni mikakati ipi ambayo mmeweka ile kuhakikisha kwamba hiyo pesa inafanya ile kazi ambayo inakusudia kufanya? Asante sana. So ningependa pia kuzungumzia kwa wale ambao walifaulu kuweza qualify kupata hizi pesa. Hizi pesa zinakuja kwa njia gani na ni namna gani zinaenda kutumika? Kitu ya kwanza, before kijana apatiwe pesa, unajua siku hizi huwezi patia tu kijana pesa na hujampatia mafundisho jinsi ya kutumia zile pesa. So kwa wale ambao walipata message kwamba wako successful, kitu ya kwanza ambayo serikali tulifanya katika project hii ni kuita hawa vijana kwa kitu ambayo inaitwa Business Development Services. Hii inaitwa BDS session. Na hii session ya BDS ni ya kufundisha kwanza wale vijana kuhusu biashara, na ni kitu ambayo inafanywa training ya siku 4. Na tulikuwa kwa hii BDS ya kwanza before wapewe pesa tunawafundisha kuhusu biashara for 4 days. Na kwa hizo siku 4 kijana anaweza patiwa nafasi up to 3 days, minimum of 3 days kuweza kuattend. So kwa wale vijana ambao walifanya training ya 4 days ama 3 days waliweza kuqualify kumaliza session ya BDS, ndio hao sasa ambao umeona rais anafanya launch ya kuweza kuwatumia zile pesa ili waweze kufanya implementation ya kulingana na ile mafundisho walipata ya biashara. Hiyo training inafanyika physically ama online? Training hizi zilikuwa zinafanyika physically. Yule kijana ambaye aliqualify anaweza kutumiwa message kwamba kuja sehemu fulani kwa siku fulani uweze kufundishwa kuhusu BDS ya Nyota, ndio uweze kupata startup capital. Na hiyo ni kitu ambayo ilifanyika last year. Tuliweza kuita vijana across 47 counties wakaweza kufundishwa at ward level. Kila ward tulikuwa tunatafuta vijana at least 70. Wakaweza kukuja for training, wakafundishwa siku 4, na baada ya training ndio sasa unaona rais anawaita vijana hawa for the launch. Hivyo kwa yule ambaye hadi za hizi labda anangojea message ambiwe kwamba kuja kwa mafunzo. Yes. Hivyo unamwambia ya kwamba hilo limeshapitwa na wakati sasa. So ile niliweza kusema ni kwamba tulikuwa tunaangazia requirements. 18 to 29 form 4 and below. So na nilisema kwamba selection ilikuwa inafanya randomly using it is computerized, so that kusikakue na ile human intervention ambayo inaweza kusema italeta ubaguzi. So wale ambao ni 70, ukiangazia 70 times the number of ward across the country, inakuja ile target population ya project the
something thousand yes ya hao vijana kupata zile pesa. So wale ambao hawaja qualify kupata business grant haimaanishi kwamba hii project haitawafaidi. Wamefungiwa nje. Hapana. Hii project nilisema iko na components ngapi? 4. Na tusiangazie pekee startup capital. Kuna kitu inaitwa RPL. Hii certification kijana akienda through RPL, ataweza kupata kazi mahali kama NYS. Anaweza kupata kazi mahali kama hii kampuni za askari hizi inaitwaje, Kenya Army. Anaweza kupata kazi kwa any government institution using those certification. Aspect ya on the job training, vijana wengi sana watafundishwa kwa on the job training. Watapatiwa mpaka stipend which is almost around, let me say 6,000 per month for 6 months. Ukiangazia ile 50,000 vijana wanapewa, na hapa kwa on the job training bado unafundishwa, unapewa skill, si ndio? At the same time unapatiwa some stipend. Ukitumia hizo pesa vizuri, unaweza kununua hata machines zako. Na tusiangazie hizi pesa ambazo wale wameitwa peke yake, hii business grant. Kwa hii project kuna a lot of benefits vijana wanaweza kupata. Si hii ya grants peke yake. Unajua vijana wengi sana wamezoea pesa. Lakini wanasahau pia ukipata skill unaweza kupata certification, na hata bado unaweza kuja kwa ofisi ya MSEA hii uweze kuonyeshwa mahali ambapo utapata mikopo. Kitu ya maana sana ningependa kuambia vijana, tusikae tu nyumbani kwamba huwezi tembea kwa ofisi ya serikali ya youth kuuliza kuna nini. Kuna kitu inaitwa Youth Enterprise Development Fund. Hii ni fund ambayo iko kwa serikali ya vijana. 18 to 35 years. Wanapatiwa mkopo at 6%. So umeona hiyo ni kitu ambayo inaweza kuwasaidia pia. Yes. Shikilia hivyo tutarejea baadaye na mengine mengi. Mwanchumo riri mbia mana sokubati murubiri uyo iga asenseme yo entangani to skara ne TV yago no gosiumiria chiduka keigo, na baadaye kwera na tolena yande amanke mambia ya bono na mwana magoli yago bunagendera togoso mambia bono kerekeria twensi tukwe manyiguru yo murubiri uyo iga manye karibu na nyota tiango taraligeria chiduka keigo to skara kura se TV yago. Eye Nensoko TV uboroso bw'umuguzi kurumucho mwano Nairobi, Kisii, Nyamira n'ekingongo kindi cy'ensi ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira y'obwikirano emanya mange nabwo bwatira Nensoko TV kuyika chingenjo cy'omuguzi. Nensoko TV uboroso bw'umuguzi. Tomo chako tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance asengencho yao eyariganie asobo tengari botari no mubwekano. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House orofa ya pili
chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganite betri uratumia segari yao ebetri ugucacirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asengenjao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kwa gari yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Tomo chako tengere merobereito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituku nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengari butari no mubwekano. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi. Karibu naende mwancho morire ni mambia nyabona sense moyende ya gatatu imiyumurubiri rweto rubini ase togendera tukumurekera mambia bono iguru yumurubiri ojo iga onyota. Karibu sana. Tulikuwa tumeachia pale ambapo tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na savings na namna ambavyo serikali mnagawa hii pesa kwa maana kutoka upande mwingine nimeona pale tukiangalia kuna shilingi 22,000 na kuna upande mwingine pia ukisikia rais anazungumzia 50,000 na ni jambo ambalo limeanza kuchanganya wengi. So is it 22,000 ama ni 50,000 ambayo kama kijana anafaa kupewa, na pia kwa upande mwingine savings inaingilia ama inakuja ndani namna gani? Okay. So ile pesa taslimu kwa business grant na startup capital ambayo vijana wanapewa ni shilingi 50,000. Na katika hii shilingi 50,000 itapatiwana in stages. Si ati kwamba kijana atapatiwa pesa yote mara moja. Na before kijana apatiwe pesa lazima afanyiwe training. Na ataanza na training ya kwanza ambayo ni BDS1. Atafanywa training siku 4. Akimaliza training ndio kijana anapatiwa pesa. Nusu ya ile ambaye alikuwa apatiwe 50,000. So wataanza kwanza na 25,000. So hiyo ndio tunaita first tranche. So katika hiyo first tranche after training kijana ataanza kwenda kufanya biashara, kufungua biashara yake. Na akifungua biashara si ati kwamba tutamwachilia, tutamfuatilia tukimfanyia kitu inaitwa mentorship. Ili tuweze kufanya diagnosis, ni kama tunaangazia biashara yake. So kuna wale maofisa ambao watakuwa wanafuatilia kila shughuli. Yes. Katika hii project tuna kitu tunaita monitoring and evaluation. So tukishatuma ile first tranche, kijana atapatiwa half of the money 25,000. Na wakati wa launch hiyo wakitumiwa hiyo 25,000
Kijana ataweza kuweka kwa biashara yake shilingi 22,000, 22,000 shillings. Hiyo ndio pesa ambayo ataitumia kama venture capital kufungua biashara yake. Na pia kwa hiyo 25,000 kuna 3,000 ambayo imebaki hapo baada ya kupewa 22. 3,000 hii si ati kwamba kijana haezi kuaccess. Hapana. Ndio ili kijana aweze kuwa na ile saving culture, kumzoesha ili kuweza kufanya kitu inaitwa savings. Kwa sababu ukiangazia kwa ile mafundisho tuliowapatia, ways of raising capital is through what? Through savings. So kijana yule ataweza kufanyiwa hiyo savings, na pesa hizi za savings zinawekwa kwa NSSF. Na si ati kwamba kijana hawezi kuaccess. Kijana ataweza kuaccess pesa hizi akidial bado *254#, na akifuata mtindo kuna mahali ambayo ataelekezwa ili kuweza kufanya access ya zile pesa ambazo amefanya savings. Hiyo ni kuencourage kijana huyu tu kufanya hiyo savings katika biashara yake. So akishaweza kupatiwa the first tranche na tumempatia pesa, so kuna kitu inaitwa monitoring and evaluation. Kijana huyu kutakuwa na maofisa katika kila county ambao wataweza kwenda kwa biashara zao ili kuweza kuona kwamba kweli kijana huyu akiapply alifungua ile biashara aliwania kufungua kweli. Tutaweza kumtembelea, tuweze kufikia biashara yake, hata tuweze kufanya records. Tuangalie how is he progressing. Baada ya hiyo M&D tutaita vijana wale tena katika training ya pili. Na katika hii training ya pili watakuja sasa kuassess biashara yao. Waangalie ile SWOT analysis walifundishwa, strength, weaknesses, opportunities na threats. Wafanye analysis ya biashara yao kama wanaendelea vizuri ama hapana. So training hii tukiwaita itakuwa siku ngapi? Siku 3. Katika hii siku 3 kijana anaweza attend up to 2 days kama maybe atapata shughuli. A minimum of 2 days, but the training period is 3 days. Okay. Baada hiyo training ya 3 days, kijana tena ataweza kutumiwa another tranche, the last tranche, the 25,000 ambayo imebaki. So ukiangalia hiyo process, si ati kwamba huyu kijana anaachiliwa. Kuna kitu tunaita hand holding services. Tunaweza kushikilia kijana huyu mkono ili tuhakikishe ile idea katika training akifanya BDS ameweza kufanya implementation. Na tunaweza kumfuatilia kuhakikisha kwamba mahali atapata shida tuweze kuona namna gani tunatatua. Hiyo tunafanya through monitoring and evaluation. So zile pesa ambazo kijana ataweza kupata taslimu baada ya project hii ni 44,000. Hiyo ni ile ambayo ataweza kuingiza kwa biashara. Lakini kuna 6,000 ambayo pia tunamweza kumwambia aweze kuiweka katika saving ili iweze kumsaidia baadaye katika biashara yake. Yes. Katika upande mwingine umesikia katika ule upande ambao wanapinga serikali, umesikia kutoka kulingana na wao wanasema hii pesa ukipokea tumia hiyo pesa. Na kutoka upande mwingine wa serikali lile swali ambalo liko hapa ni who is funding? Hii pesa inatoka wapi? Kwa maana umesema hii pesa imekuwepo hata kutoka serikali ambazo zimepita. Na ni swali ambalo mtazamaji anajiuliza asubuhi, hii pesa inatoka wapi? Kwa maana ukisikia namna ambavyo ule upande mwingine ambao wanapinga serikali wanavyoelezea, wako nayo na namna ambavyo wanaelezea. Hii pesa inatoka upande upi? Kile kitu ambayo nimekuja kuona kama yule ambaye anafanya katika serikali ni kwamba siasa mara mingi huo zinazuia development. Kwa nini? Zile vitu ambazo ni nzuri katika serikali zinaweza kuwa politicized na zikapatiwa jina ambaye ni mbaya. Mfano tu ni Hustler Fund. Ni kitu ambayo ni ya maana sana, lakini sababu ya siasa na ile malengo inaonekana kuwa biashara. Difference katika siasa unapata ile purpose ambayo mtu ambaye ingemsaidia anabadilisha mawazo. Ile naweza kusema ni kwamba project hii imeweza kuletwa na serikali. Na inaletwa na serikali through World Bank, benki kuu ya dunia, World Bank. Na hizi pesa World Bank si ati kwamba zinapatiana bure. Mimi na wewe kama wa Kenya tunalipia katika tax ili kusupport hawa vijana. So ile naweza kusema ni kwamba pesa hizi si ati ni pesa ambazo zimeletwa kulingana na maneno ya siasa. Ni maneno ambayo ni serikali ambayo imekalia saizi ya kufanya development katika nchi yetu. Ukiangazia kuna vitu tunaona kama Vision 2030, Strategic Development Goals. Hizi ni zile goals ambazo ziko katika nchi for the next number of years. Haijalishi ni serikali gani imekalia kwa kiti, ni mipangilio ambayo iko.
So ile ambayo iko ni kwamba ile serikali ambayo iko kwa kiti ndio itaendeleza hiyo mpango. Na ukiangalia serikali ambayo hii ya Rais Ruto ameweza kuweka nguvu sana ili kuweza kuimplement project hii iweze kufaidi yule kijana ambaye ako kwa grassroots level. Ukiangazia before ilifanywa kama pilot on specific counties na ikafanya vyema sana. Rais akasema hii ni project ambayo itasaidia vijana. Akaweza kuendeleza ili vijana wote waweze kubenefit kwa wale 70 kwa kila ward. Na ukiangazia ile vile implementation ya project hii inafanywa, hakuna siasa ambayo imeingilia kabisa. Hakuna siasa hata kidogo. Ni project ambayo inafanywa independently na siasa. Na hata ukiangazia vile rais anafanya launch ya project hizi, mara mingi hausikii wakiongelelea siasa. Wanaongelea maneno ya empowerment ya vijana. Yes. Katika mpango wote ule lazima kuwe na changamoto zake. Katika mpango wa Nyota, changamoto zipi zile ambazo mmepitia ama mnaendelea kupitia hata mnapohakikisha kwamba hii shughuli nzima ama mpango unafikia malengo ambayo yanafaa kuafikiwa? Kwa kila jambo lazima kuna changamoto. Changamoto la kwanza ile ambayo tunapata, number 1, ni kwamba political interference. Hii ni changamoto kubwa sana. Hata mimi nyumbani niliweza kuhamasisha vijana mimi mwenyewe kama ofisa. Wengi sababu ya ile political affiliation akaanza kusema kwamba hapana, nyinyi mnasanya ID kufanya mambo mengine yenye haitakikani. Na ukiangazia wale ambao walitia makini wakafanya application wameweza kubenefit. So kwa wale ambao walikuwa na mafikiria tofauti ile wakati tukihamasisha, baada wameona jirani yake ama rafiki yake ameweza kupata, sasa ndio anaanza kukuja saizi ile kitu ilikuwa inaenda namna gani. So hiyo ndio jambo la kwanza tulipata kama changamoto. Changamoto la pili ni kwamba unapata kuna wale vijana ambao hawana mwelekeo. Wengi unapata wakiapply, umepata nafasi ya kuitwa training, lakini unakataa kuenda training. Haja yako ni gani? Wewe uweze kupata pesa, lakini uweze pata hizi pesa bila nini? Training. So unapata kuna wengi ambao walikuwa cut off sababu waliqualify na hawakuweza kufika katika training. So wale unapata wenzao ambao walienda training waliweza kupata pesa saa hizi maybe after launch, na kuna wenye hawakuenda. So saa hizi ndio wanaanza kusema ni kama tulipoteza. Jambo lingine ambalo tunaona kama ni changamoto ni the level of literacy. Kuna changamoto kubwa sana na maneno ya literacy. Na hiyo ndio kitu ambayo project hii tunajaribu kukava ili kuweza kusaidia vijana wale ambao hata hawajasoma waweze kutafuta ile skill ya mikono. Kuna vitu vingi sana kutumia mikono yako unaweza kupata kujikimu kimaisha. Na changamoto nyingine ambayo ninaweza kusema ni kwamba kuna hii aspect ambayo vijana wanaweza kufanyiwa training. So for example wale ambao wamepata pesa, itafika wakati ya kwenda kutembelea yule kijana. Kulingana na zile lessons tulipata kwa KYOP ni kwamba kuna wale vijana walipewa pesa na baada ya kupewa pesa wakatumia kwa njia ambazo hazifai. Kuna kitu inaitwa monitoring and evaluation. Usifikirie kwamba ukipata hizi pesa ni za bure tu, hapana. Mama yako, ndugu yako, dada yako ambaye hata analipia hizi ili wewe uweze kujiajiri. So vijana hao tulipata wengi walikuwa wanaenda wanajiweka kwa biashara ambazo si zao. Unauliza documents unapata hata biashara hii si ya huyu kijana. So changamoto ni kwamba ukifanya hivyo na pesa hizi ya first tranche ukule na tusione kitu yoyote, itakuwa vigumu sana wewe kuweza kupokea pesa ya pili. Yes. So kwa hiyo aspect ya monitoring and evaluation tunafuatilia hizi pesa kuhakikisha inawafaidi vijana. Hatufuatilii kwamba ulipe, hapana. Tunafaidia kuhakikisha umeitumia kwa njia ambayo inafaa. So far hizo ni changamoto ambazo nimeweza kuona, na natumaini vijana wengi ambao wamepata pesa hizi watazitumia kwa njia inafaa. Yes. Haya yote yanafanyika kutoka upande wa serikali wakati ambapo kama Gen Z walianza safari ya kukomboa nchi mwaka wa 2024 na wengi wanaamini kwamba hii ni njia moja ya kukatiza ile safari ya serikali ili isikue kwamba vijana wanapinga serikali. So kuna wale ambao wanaamini kwamba hii ni mipango kutoka kwa serikali ambao ni njia moja ya kuwanyamazisha vijana hata wakati ambapo tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027.
Ukiangazia kila serikali inakuwa na manifesto. Na manifesto hii haswa nyingi, si ati kuna zile ambazo zinakuja katikati. Ukiangazia project hii ya Nyota, in fact sababu ya siasa ilichelewa kidogo. Ilikuwa ianze mapema wakati rais akiingia kama rais. Kukakuwa na changamoto hapa na pale, kasababisha process hiyo haikuanza kulingana na zile timelines tulitaka. Lakini siwezi sema kwamba project hii inatumika kisiasa ili kutuliza vijana, hapana. Hizi ni zile goals ambazo ziko kwa serikali za kutengeneza ajira kwa vijana. Na ni kitu ambayo ilianza wakati serikali hii ilianza. Si ati kwamba ni kitu ambayo imekuja kubuniwa baada ya maneno ya protest. Hapana. Yes. Katika upande mwingine ulikuwa umesema hii ni project ambayo huenda itaenda kati ya labda mwaka mmoja hadi miaka 5. Na wengi wetu tunajua kila wakati labda kuna serikali nyingine inakuja. Kila mmoja ama kila kiongozi akikuja, unajua anakuja na mipango yake, huenda anataka kubadilisha mambo mawili matatu pale. Ili kuhakikisha si short term plan labda ya kumaliza ukosefu wa ajira na pia kusaidia vijana humu nchini pia kujikimu kimaisha. Ni namna ama ni njia ipi ambayo kama serikali imeshaweka kuhakikisha kwamba hii project hata kama imeanza za hizi hatuendi mwaka mmoja ama miaka 2 na tukifika labda mwaka wa 2027 huu mpango unawekwa kando, tena tunaanza shughuli nyingine mpya. Okay. Vile nilisema, ukiangazia katika serikali ya Uhuru, KEOP ilikuwa na ilikuwa ya kusaidia vijana. Na sio KEOP peke yake, kulikuwa na opportunities nyingi sana katika zile ministry ambazo tuko nazo kwa serikali. Mpaka saa hii ministries zile ambazo ziko za serikali, kuna policies zile ambazo ziko ambazo zina drive sustainability na development katika nchi hii. Na hizi ni policy ambazo zimewekwa miaka mingi sana. Si miaka kidogo tu, miaka 5 ambayo rais wanakuwa na serve. Haswa policies ziko kuserve nchi. Ulisikia kitu inaitwa Vision 2030 wakati wa Kibaki. Na hii ni safari ambayo inaendelea mpaka saa hizi. Wakati wa Rais Uhuru akiwa, kulikuwa na zile pillars ambazo alikuja nazo. Si ni kweli? Kwa hizo pillars kuna, sijui kama utakumbuka maneno ya affordable housing. Si zilikuwa? Shida nilikuwa kwamba katika serikali yake, maybe kulingana na zile changamoto zilikuwa, aliweza kufanya implementation ya sekta fulani. Na baadaye rais huyu ambaye yuko saizi, Rais Ruto, kuna zile vitu kama digital economy. Ilikuwa bado ukiangazia. Hizi ni mpangilio ambazo ziko za kuelekeza Kenya in terms of development for foreseeable future. Hatuangazie hapa saizi peke yake. Na hata ukiangalia rais vile anaongea, kuna mpangilio mingi sana. Kuna hii maneno ya value chains. Kuna ajira nyingi sana zinaweza kupatikana katika sekta ya agriculture through value addition. Ukiangalia Kenya yetu, Wakenya wengi sisi sio watu wa kufanya production. Ndio maana unapata kuna changamoto kama unemployment. Kwa nini? Wengi tumezoea ile aspect ya kuenda shuleni kusoma upate kazi. Haya, upande wa ukulima, wengi tumezoea kupanda mahindi kuuza. Hatujafikiria value addition. Unanipata? So ukiangazia kuna a lot of things ambazo ziko kwa serikali zinaendelea kwa miaka ile zinafuata. Na yule rais ambaye atakaa kulingana na manifesto yake, akiwa rais ambaye yako sawa, ataweza kusukuma zile agenda. Na ndio maana unaona katika hii serikali ya Rais Ruto anaweza kufanya implementation ya most of the things ambazo zilikuwa zimesimama. Good case scenario ni affordable housing. Kuna opportunities ziko kwa affordable housing, na ningependa kuongelelea hiyo kama project moja katika ofisi yangu. Ofisi hii tuna deal na wanabiashara wadogo. Kuna opportunity ya vijana hata wazee, so long as uko kwa sekta ya jua kali. Rais amesema atatenga sehemu ya hawa watu kuweza kupata ajira. Zile madirisha, kitu inaitwa fabrication, madirisha, milango. Hizi ni sera ambazo ziko kwa affordable housing. Wale ambao wako kwa jua kali sekta wanaweza shikana, so long as wako na ujuzi, the welders, watengeneze madirisha na milango. Na ni project ambayo inawapatia pesa nyingi sana, zaidi ya milioni 10 kuendelea. So kuna a lot of benefits ambazo ziko kwa mipango ya serikali. Na mipango ya serikali sio siasa. Kuna tofauti kubwa sana. So ukiona rais saa nyingine anasimama saa nyingine kama administrative person kusukuma sera za serikali.
Kuna upande mwingine hii ambayo singependa kuongezea, sababu haswa sijawahi kuona maendeleo, ila ni propaganda peke yake. Yes. Katika kwa maana hili liko katika ile ofisi ambayo we mwenyewe unafanya kazi. Yes. Wakati unarudi nyuma kidogo, Hustler Fund, inasemekana kwamba Hustler Fund hadi wakati huu kuna kiasi kikubwa sana cha hela ambayo haijarejeshwa hadi wakati huu. Ukweli ama uongo? Na ni kiasi kipi? Ningependa kuzungumzia kuhusu Hustler Fund. Hustler Fund ni kitu ambayo ilikuwa kwa manifesto ya rais akifanya campaign wakati wake before akuwe rais. Si ni kweli? Hustler Fund ilikuwa fund ambayo ya kusaidia wanabiashara wadogo. Ukiangazia mama mboga, watu wengi ambao wako huku nje, wengi wanafanya biashara informally. Hawajajisajili ama hawajajiregister. Si ni kweli? Utapata wanabiashara wengi walipata changamoto ya kupata nini? Affordable credit. Sababu yule ambaye anapiga rangi pale town, utapata hana account. Haja formalize biashara yake. Kwa hivyo hata akijaribu kutafuta mkopo hawezi pata mkopo kwa njia inafaa. Either aende kwa Shylock ambaye wanakuwa na very aggressive interest. Si ni kweli? Serikali ikaona tutafanya namna gani ya kuweza kucushion our informal sector. Ndio ikaletwa hii na akakuja na nini yake kwamba ni Hustler Fund. So Hustler Fund ikija ilikuwa kusaidia yule mwanabiashara aweze kupata affordable credit. Si ni kweli? Lakini sababu nilisema saa nyingine siasa ni adui ya maendeleo. Hii maneno ya siasa ikaingilia ile fund. Sababu rais ako affiliated na section fulani. Na akamaliza siasa, akaingia kwa kiti. So hiyo aspect ya propaganda na siasa ikaleta jina mbaya katika hii Hustler Fund. Utapata kuna watu sehemu fulani waliweza kuapply na ile uchungu kwamba si chama yangu ilipata sana kula pesa hii ya serikali. Unasahau kwamba serikali sio siasa at the end of the day. Serikali iko kusaidia mwananchi, mimi na wewe, tuweze kupata nafasi huru ili tuweze kujikimu kimaisha. Si ni kweli? Uweze kupata shelter, uweze kupata mambo ya education, basic needs. Hiyo ndio kitu ambayo serikali ile ambayo inakalia administratively inaangazia, achana na siasa. So wakati ile siasa ikaingilia pale, kuna section fulani ambayo ilikuwa politically affiliated. Wakachukua hizi pesa kwamba hizi pesa tunachukua tukule. Hatujichukui kufanyia ile inatakikana. Ukapata kuna jambo ambalo ningependa kusema na sitaki kuwa mtu wa tribalism. Kuna jamii fulani inajulikana kama Wakikuyu. Wengi ndio wanajulikana kama wale ambao wamejiweza kibiashara. Ukiangalia hii jamii na hata wale leaders ambao wako nao, hii ni jamii ambao wanaangalia ni namna gani tutaweza kujialign na mipango ya serikali ili tuweze kufanya nini? Kufaidika. Utapata yule mtu ambaye yako Kiambu, ako na biashara. Anajua Hustler Fund interest rate yake iko chini sana kuliko ile interest ambayo iko kwa benki. Akaanza kuomba 500, akarudisha, akaongezeka ikakuja 1000, 1050, 1200. So yule madam ambaye ni PS anakaa kwa ofisi, anapata record ya kila eneo. So ikajulikana kuna eneo fulani watu wamechukua Hustler Fund na wanalipa. Na inawasaidia. So tukapata eneo lingine ambalo walifanya political interference kwa hiyo project. Wakakuwa na mindset ile ya acha tuchukue tukule. Waka-apply, wanasema ni pesa ya mwananchi. Yes. Na hawakufanya nini? Hawakulipa. Kuna kitu inaitwa credit score. Hata wewe mwenyewe kwa banki yako. Ukikuwa na credit score ambayo iko mbaya, utaweza kupata mkopo kweli? Itakuwa vigumu sana. Si ni kweli? So utapata pia ofisi ile ya PS akifanya reporting, anaangalia sehemu fulani, what is the credit score ya watu wa hii sehemu? Are these people business people who can pay? Unanielewa? So utapata kuna sections ambazo watu walihamasishwa vibaya kisiasa kuhusu project hiyo ya Hustler Fund. Na wakaichukulia vibaya. Wakachukua zile pesa hawakulipa. Ile fund ni fund ambayo ni ya kurudishwa, ni ya mkopo. Ndio mtu mwingine aweze kubenefit mahali pengine, lazima wewe ulipe. Okay. So credit score ya sehemu fulani ikijulikana kama mbaya, utapata watu hiyo area hawataweza hiyo pesa haita grow. Ataomba 500,
sababu mwenzake alikula na yeye haita grow, sababu inajulikana area hiyo watu hawalipi vizuri. Lakini ukiangalia vyema wale ambao wameweza kulipa imewasaidia. So Hustler Fund naweza sema ni kitu mzuri sana, na katika hii project ya Nyota hata uliona vijana wale ambao walichukua Hustler Fund na hawakuweza kulipa, hawakuweza kubenefit kwa hivyo hawezi faidika. Yes. Tunapomalizia chini ya dakika moja, tumeona rais alikuwa Kakamega, Uasin Gishu, Nakuru, Nyeri, Samburu na jana alikuwa Machakos. Yes. Ni lini hatatarajiwa katika eneo la Kisii na Nyamira na pia maeneo ya Lower Nyanza? Thank you so much. Mpangilio hiyo ni ofisi ya rais ambayo inafanya. Na haswa walianza na zile sehemu ambazo walianza nazo na launch ikamalizika. Matamanio ya rais ni kwamba vijana wote waweze kupata pesa mara moja ndio tuende kwa ile next phase ya hii project ya M&D na BDS2, Business Development Services ya pili. So sidhani kama ni kitu ambayo itachukua muda, haija kuwa official kwamba ni tarehe gani, lakini hivi karibuni kutaweza kuwa na launch ya zile counties ambazo zimebaki. Yes. Kwa kumalizia, labda kamera yako ni hii ya pili hapa. Yes, labda ujumbe wako wa mwisho tunapomalizia mazungumzo yetu ya leo hii na pia kuhusiana na Nyota. Okay. Ile ambayo naweza kusema ni kwamba ya kwanza, vijana tuko na jukumu katika nchi yetu kuendeleza kwa nguvu ile kazi ambayo wazazi wameweza kuweka na investment. Tuweze kutembea katika hizi ofisi za serikali. Usigije ukakaa nyumbani pekee kwamba hauna kitu ya kufanya. Tembea katika ofisi ya Youth Fund, tembea katika ofisi ya Ministry of Youth, tembea katika ofisi ya Housing, tembea katika ofisi ya MSEA. Uliza ni jambo gani ambayo iko katika ofisi hii ya kunifaidi mimi kama kijana. Kuna vitu vingi sana kama Youth Enterprise Development Fund. Vijana wanaweza kupatiwa loan at 6% interest. Hakuna interest nzuri kama hiyo. Kwamba ukiomba 1,100 unalipa 6,000 peke yake juu. Hakuna loan nzuri kama hiyo. Kuna Women Enterprise Development Fund. Tembeeni katika hizi ofisi. Ziko katika kila county. Kwa ofisi za county commissioner unaweza pata hizo ofisi. Ulizia ni zipi, vitu gani ziko pale za kuwafaidi. Jambo la pili, wale vijana ambao mmeweza kupata pesa hizi za Nyota za business support, niweza kuwahimiza kwamba tumieni hizi pesa kwa njia ambayo inafaa. Kwa sababu ile mbegu kidogo ndio inakuza mti inakuwa kubwa zaidi. Yes. Miamano mwanchumo rigereria kerokeria chati chideka isano choka chirage chinsa isano ne mochia bono mubasona gwikirabwo ase eikiega no tugwikira omuherio aso murubiri uyu iga gwetorubini aso kumorekera awaseri arera tware koliye rigori chibesa cyomurubiri uyu iga omanyekaine buna Nyota gwikana ndi tikoria Jumatatu gutakira chinsa inya gwika chinsa isano ne mochia mubaso endera kubati mirubirende yatigere ase omubaso obono chikoraga chinsa isano ne bere cyabono mubaso no chikonyora maya ase enchera yubwengera chinsa 10 aboigo ensa ya mune chinsa isato buna basake baito bagendera tuko yarigania ase rituko rigima twarabotegereri obotengeri obuya goika rituko linde usegwika nande ngakiendereterane Ishmael Mogere.